Hii ni Akida Online TV. Leo tukiwa na ile rakamu al-5 kipengele cha 5 ambayo wanawazuoni wa Kiislamu wanazungumzia aina 10 za min akhlaqi al-Qur'ani, katika tabia za Qur'ani, bali tabia za Qur'ani kwa hadithi ya Aisha ni tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndio hiyo ni kudwa kwetu sisi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathiran. Imekuwa ni kigizo chema kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, wakamtaja pia Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Kwa hiyo leo tuko katika rakamu al-5, kipengele cha 5, kuelezea akhlaqi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa akhlaqi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akhlaqi za Qur'ani, al-haya'u. Muislamu atakiwa wa kiume na wa kike asifike na sifa ya kuwa na haya. Nani wa kumuonea haya? Mwenye haya zaidi wa kuonewa ambaye ana haki zaidi ya kuonewa haya ni Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu anatakiwa akumbuke yeye ameumbwa na aliyomuumba ni Allah tabaraka wa taala. Amemuumba katika maji ya matwevu sana. Yani ukiangalia umbile la binadamu, asili yetu baada ya baba yetu Adam alayhi salam, baada kuumbwa, alafu ikawa sasa silsila ya kujaza ulimwengu huu, njia tunayotumia ni katika njia ambayo ya matumbo ya wazazi wetu. Kwa hiyo ukiangalia historia hiyo mpaka binadamu anakuja kuwa anazaliwa, kuwa mtoto mdogo na kuwa mkubwa, kwa kweli anatakiwa awe na haya kwa Allah tabaraka wa taala, amuonee haya Allah tabaraka wa taala, na anoyafanya sasa anatakiwa pia kumbuke na awe na haya kwa Allah tabaraka wa taala. Istahayyu min Allah haqqa al-haya. Qulna, tukasema sisi masahaba wanasema walikuwa wakiambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli na haya kwa Allah, ukweli wa kuwa na haya. Wakauliza, kuwa na haya kwa Allah ni kama vipi? Wakawa kwamba ni kuhifadhi vilioko katika kati ya taya mbili. Sasa yani maana yake ni ulimi, unatakiwa uzungumze maneno ya kheri, wama na tumbo na kile ambacho kinakusanya na tumbo, yani unakula riziki ya halali. Kuwa na haya kumwonea haya Allah tabaraka wa taala, kula riziki za halali, pia na yale ambayo yako chini ya tumbo, yani katikati mwa mapaja mawili. Muislamu anatakiwa awe kweli, awe na haya, amwonee haya Mola wake tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala kamtukuza, kama tulikuwa tunazungumza katika akhlaq zilizopita. Anatakiwa asiende tofauti na alivyoelekezwa na Allah tabaraka wa taala, awe na haya, asitumie vitu vya haramu, asishi kama wale ambao sio na dini. Muislamu akajiendea tu, anaishi bila utaratibu wa dini yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe na haya kama nilivyosema. Ndio maana ile aya ya ushahidi wa maneno haya, Allah tabaraka wa taala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wanazoni wampigia dalili, wasema alam ya'lam bi anna Allah yara. Yule anayefanya haya yote hivi hajui? Alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajui ya kwamba Allah anaona? Allah anaona jitihada zetu, harakati zetu za kheri au kinyume chake. Pia ndugu zangu Waislamu, haya hii utaifasiri unavyojua wewe na ukipeleka katika mjitamaa wetu tunapoishi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tuishi kwa kumuonea haya Allah tabaraka wa taala. Tukiishi hivi, ndio maana hadithi zimekuja za Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema al-haya'u shu'batun min al-iman. Haya al-haya'u min al-iman, haya ni sehemu ya imani. Shu'ba ni sehemu, al-haya'u shu'batun min al-iman. Na mashekhe tutakuwa mashahidi miongoni mwa asharatu saa, dalili za kiyama alizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallama, ni dada zetu
ndugu zetu ambaye ni upande wa wanawake kukoswa na nguzo hii au na kipande hichi kukoswa na haya. Ukitaka kuamini Sheikh wewe toka hapa Chamazi, ingia Kariakoo hapa. Ile movement kutafuta njia za Kariakoo. Utazianzia kwenye daladala. Unaweza kukuta yani kwa mfano tukimalizia mimi mara nyingi kama sina wajibu kutoka alfajiri kwenda Kariakoo, unasubiri hata ile mida ya saa 3, saa 5, saa 6 ile unaelekea Kariakoo. Unakuta kabisa gari ni nyeupe kwa sababu watu washaenda kazini, wewe ulikuwa unaenda kuchukua vitu vyako na kurudi. Unakuta siti bado nyeupe kabisa, wamekaa watu wawili watatu, mida kama ya saa 6 kuelekea saa 7. Baada ya dhuhuri, mtu anatoka huko anaacha siti zote na kuja kukaa siti ambaye ni mwanamume amekaa, na kuna siti zingine ziko nyingi. Hatusemi ni bahati mbaya, sio? Ni kwa kweli hii ni katika miongoni mwa mtu kukoswa haya, kwa sababu si kana kwamba kakosa siti na mengine ambaye wewe mwenyewe utaangalia jinsi tunavyoishi zama hizi. Kwa hiyo hizi ni dalili za kiyama amezungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watazamaji wa Aqida Online TV, leo tutaishia hapa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama Waislamu ambao tuna kiongozi wa umma ambaye hatuishi tunavyotaka tuishi sisi, tuna mwongozo sisi. Kwa hiyo tunatakiwa mke kwa mume, tunatakiwa tumuonee haya Allah tabaraka wa taala, tusiingie kwenye makosa na dhambi. Tujue sisi Allah ya'lam bi anna Allah yara. Hivi haujui? Na hii ilikuja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inashuka kwa yule sanadili wa Quraysh, kama sitakosea ni Abu Jahl, anafanya kumfanyia kibri na jeuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ile aya ikashuka alam ya'lam bi anna Allah yara. Pia hii inaingia kwa sisi. Allah anatuona, Allah hayyun la yamut abadan abadiyan. Allah tabaraka taala anatuona na ni wa milele. Movement zote tunazofanya Muislamu ujue Allah anatuona. Kwa hiyo tuweni makini sana